Mzigo unaanza kumwonyesha Lita ni mwanafunzi wa hii shule ya Kishua na amekufa kifo kibaya sana. Lita kaanguka kutoka gorofani mpaka chini, hivyo marehemu bana akawa anatolewa katika eneo la tukio. Hivyo Lita akaingizwa kwenye ambulensi, mwamba akafunga mlango, chuma ikaondoka. Na upande wa pili polisi nao bana wanaanza upelelezi kujua Lita nini kimemkuta mpaka anapoteza maisha. Habari za mchana madam, mimi naitwa Detective Jonan na huyu ni msaidizi wangu anaitwa Detective Linda, na sisi ndio tunasimamia hii kesi ya Lita kufa kwenye hii shule. Naitwa Miss Yasmin na mimi ndio principal wa hii shule. Hivyo polisi hawa wakaomba bana kuuliza baadhi ya maswali kadhaa tu hao wanafunzi. Hivyo Miss Yasmin ambaye ni principal wa hii shule akawaruhusu waulize, lakini detective hapa akauliza mbona kama wanafunzi naona wachache sana, na akauliza kama hii ndio idadi yao kamili hii shule. Hapana, hawa ni wanafunzi tu wa mwaka wa mwisho, hivyo wako hapa kujiandaa na mtihani wao wa taifa. Hivyo Jonan na mwenzake wakaanza kuuliza maswali kwa hao wanafunzi. Hivi ni nani ambaye alikuwepo wakati tukio hili linatokea? Muda huo wanafunzi wanaogopa kishenzi, lakini kuna huyu mwanafunzi alisema nilikuwepo hapa kipindi ambacho anaanguka kutoka gorofani. Hata mimi pia nilimuona wakati anadondoka kutoka gorofani mpaka chini. Haya sawa, asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Hivyo wamba wakatawanyika eneo la tukio. Mzigo unaitwa Class of Secret. Karibu sana kusikiliza simulizi ya huu mzigo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Bright DSM, mtoto wa Simba ni Simba, na kama ni mara yako ya kwanza unakutana hii channel, make sure umesubscribe na turn on notification bell ili uwe mtu wa kwanza kupata mizigo yote ambayo unakuwa naiweka hapa. Na hii ni episode namba 1 na namba 2. Twende sawa mwanzo mpaka mwisho, mpaka anapoteza maisha tena kwa kujiua yeye mwenyewe kutoka juu ya gorofa mpaka chini. Sasa mzigo unaanzia hapa kumuonyesha Miss Yasmin ambaye ndio principal wa shule anapokea simu kwa mtu ambaye bado hatujajua ni nani. Mwamba ambaye amempigia Miss Yasmin anamuuliza kuna taarifa yoyote mpya? Hapana, hakuna jipya lolote ambalo linaendelea kwa sasa. Hakikisha hili swala halivuji huko hadharani. Sitaki shule ifungwe kwa uchunguzi. Inaonekana huyu mtu ambaye anaongea naye upande wa pili anahusika na umiliki wa shule ya Kishua. Basi simu kwa bibi Yasmin ikakatwa. Sasa mzigo unatuleta tena mpaka huko hospitali. Tunakutana na dada yake Lita. Dada yake Lita anaitwa Lydia, kaja hapa kumuona mdogo wake, hivyo nesi huyu akampeleka mpaka alipo mdogo wake. Walivyofika pale akamfunulia mwili, hivyo Lydia baada ya kumcheki akathibitisha kama kweli ni mdogo wake, hivyo akaanza kulia sana. Akatoka mpaka huku nje akalia sana kwa uchungu, alikuwa anampenda sana mdogo wake. Baada ya wiki kadhaa kupita, hivyo Lydia akaenda kwa Detective Jonan. Nimekuja hapa kwa sababu ya kesi ya mdogo wangu. Zimeshapita wiki 3 mpaka sasa, lakini hakuna chochote ambacho kinaendelea. Mimi naamini mdogo wangu hakujiua. Najua kabisa kama mdogo wangu aliuawa. Inaonyesha kama kuna mtu alimsukuma kutoka gorofani mpaka chini. Ni ngumu sana kuamini unayoyasema bila kuja na ushahidi, lakini Lydia bado akawa anakaza tu kama mdogo wake hakuwa na sababu yoyote ile ya kujiua. Hivyo bibi huyu akatoa na diary ya Lita akampatia huyu mwamba. Diary hii inaweza kutusaidia kupata ukweli. Hivyo detective akaichukua na kuanza kuipitia peji moja moja, lakini mwisho akasema samani ise, umeshachelewa. Wakubwa wetu wa kazi walituambia tuifunge kabisa hii kesi na wala tusiongelee, na mbaya zaidi kwa sasa hivi tunafuatilia kesi nyingine, kwa hiyo hii tumeshamalizana nayo kitambo tu. Lakini Lydia akamwomba sana detective waifungue upya hii kesi, kwa maana bibie anaamini kabisa kama mdogo wake aliuawa. Lakini Jonan akamwambia atajaribu kuongea na wakubwa, kama wakikubali hivyo ataifungua tena hii kesi. Hivyo Lydia akaichukua diary ya mdogo wake na kisha akasepa, na baada ya kufika huku nyumbani akawa anaipitia hii diary kwa kuisoma. Kwenye hii diary Lita alikuwa anaelezea hisia zake baada ya kupata nafasi ya kusoma Folkestone High School. Anasema alifurahi sana kwa sababu hii shule ni kubwa sana na ni maarufu sana hapa mjini Lagos, na wanaosomaga hapa wote ni watoto wa Kishua tu, ila yeye alipata nafasi hapa kwa scholarship. Lydia alikuwa anaisoma hii diary huku anaumia sana, na hapa bibie alikuwa anakumbuka kipindi mdogo wake yuko hai, walikuwa wanapendana sana unaambiwa. Akiwa hapa bibie anakuja huyu mwamba mchiza anaitwa Dan. Huyu naye ni mdogo wake Lydia pia. Hivyo Dani akawa anamtuliza dada yake ajikaze tu, hakuna namna kwa sababu ndo hivyo ishatokea. Kilichobaki hapa ni kumuombea tu ndugu yao. Wiki kadhaa mbele ni asubuhi na mapema kabisa, Lydia anaamka kutoka usingizini. Hivyo bibie anapiga mswaki, anaoga, anajiandaa vizuri kabisa, na safari hapa inamleta mpaka kwenye hii shule ambayo mdogo wake alikuwa anasoma, Folkestone High School. Na hapa bibie amekuja kama mwalimu ili aweze kutafuta ushahidi wa kesi ya mdogo wake. Hivyo bibie akawa anawaangalia jinsi wanafunzi wanavyoingia madarasani. Hivyo bibie alishangazwa sana na nyodo alizonazo wa wanafunzi, yaani watoto wakishua kwenye hii shule na matatizo yao. Kuna mdada alikuwa pembeni hapa akamjibu baada ya kusikia hivyo, unashangaa jinsi walivyo, na kisha akageuka na kuanza kusepa. Lakini Lydia akamuuliza, hujaniambia jina lako? Bibie huyu akasema
akasema anaitwa Kene. Kweli bana, Lydia akaingia mpaka darasani kwa hao wanafunzi, akawa anajitambulisha hapa kama yeye ni mwalimu mpya kwenye hii shule. Lakini kuna hao wamba hapa nyuma, wao wakawa wanaendelea tu na mambo yao na wala walikuwa wamsikilizi. Yaani darasa zima hapa lina mambo ya ajabu sana. Hivyo Lydia akawa anashangaa tu. Kuna huyu mwamba Black Benja anaitwa Beni, akasema inaonekana wewe ni mgeni hapa. Hivyo mwamba akanyanyuka, akamsogelea Lydia, akamchimba mikwala mingi sana na kisha akazishikashika nywele za Lydia na kisha mjomba akajichenga. Yaani hapa Madam Lydia akaona kweli kazi ipo, yaani mbombo ngafu, mbombo jilipo. Hivyo akatoka mle darasani, lakini Kenny akamfuata, akamwambia anawajua vizuri sana hawa wamba, yaani ni watukutu sana, na hii yote kwa sababu tu wanatokea kwenye familia za kitajiri. Yaani kikundi chao wamejikusanya wote, wana tabia mbaya. Lakini Lydia hakutaka kabisa kuendelea kumsikiliza Kenny, hivyo akawa anataka kusepa. Lakini Kenny akasema nakujua vizuri sana Miss Lydia, wewe ni dada yake Lita na picha zako niliziona kwenye simu yake. Hata hivyo karibu sana Folkestone High School, endapo ukihitaji chochote unaweza ukanicheki na nikakusaidia. Usijali, siwezi kabisa kutoboa siri yako, yaani mimi sio adui yako, mimi najua kwa nini uko hapa, kwa hiyo niamini tu. Lydia akamwangalia huyu bibie, akapiga miwani yake na akasema nitalifikiria hilo, na kisha Miss Lydia akajichenga hapa. Mida ya baadaye Miss Lydia akakuta wale wamba wanamuonea mwenzao, wamba wanampiga sana huyu mjomba. Hivyo Miss Lydia akasogea mpaka hapa ili kuwazuia, akamnyanyua huyu mwamba na akaanza kuwachimba mikwala hawa wajomba, na akasema ataenda kuwaripoti kwa principal wa shule. Lakini Beni akasogea mpaka hapa na akasema Miss Lydia, inatakiwa ujifunze sana kufata michongo yako tu, hii mingine hata ikuhusu, kwa hivyo unatakiwa unaachana nayo tu. Hivyo wamba akawa anaondoka huku anampiga Lydia vikumbo. Hivyo Miss Lydia hasira zinamjaa vibaya mno. Hivyo kesho yake asubuhi Miss Lydia akaenda moja kwa moja kwa principal wa shule, akaenda kuripoti tukio la kina Ben kumuonea mwenzao. Hivyo principal akanyanyuka bana, wakaenda mpaka darasani na akaanza kusema kama Miss Lydia amenipa taarifa zenu, yaani sijapenda kabisa. Miss Lydia, hebu nianyulia hao wahalifu ambao uliwaona wanafanya hicho kitu. Hivyo Lydia akaanza kuwanyanyua hao wamba bana, na baada ya wamba kusimama, huyu principal wa shule akasema Emeka, hebu omba msamaha kwa niaba ya wenzio. Hivyo Emeka akaomba msamaha hapa bana. Baada ya hilo, hivyo kutakuwa hakuna party tena ndani ya shule, kwa kuwa mnajiandaa na mtihani, hivyo nahitaji muwe serious tu na masomo. Nikipokea tena kesi yenu nyinyi watatu, hivyo mtanijua mimi ni nani. Baada ya kusema hayo, principal na Lydia wakajichenga. Baadaye Ben, Janelle, Janice na Michael wamekula zao hapa pozi huku laboratory, na mwamba hapa anasema hivi, nyinyi mnamuonaje huyu mwalimu mpya? Yaani mwalimu huyu anakela mno kweli bana, anakela sana. Yaani hao hapa wote wanamchukia sana Miss Lydia. Hivyo wakabadilisha mada, wakaanza kuongelea kifo cha Lita. Inaonekana hapa wote wanajua ambacho kiko nyuma ya kifo cha Lita. Sasa hapa ndio tunapewa story namna ambavyo ilikuwa. Janice na Janelle walikuwa wanamtesa sana Lita hapa shuleni kwa sababu alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyu mwamba ambaye anaitwa Ben, na wakati huo huo Janice alikuwa anamtaka huyu mwamba Ben. Kwa hivyo walikuwa wanammind sana Lita, yaani hiki kitoto cha maskini na kwaje kinamchukulia bwana. Mara nyingi sana Ben alikuwa anamtetea sana huyu bibi Lita. Kwa hivyo story hizi zinamkumbusha sana machungu Ben. Hivyo akawa anawanyamazisha hawa wamba wasiendelee kabisa na hizo story. Janice akasema yeye muda wake umekwisha, anaenda kwenye darasa la muziki. Janelle naye akasema anaenda kwenye date. Wamba wakashangaa hapa, anaendaje kwenye date wakati wao wanajua kama huyu bibi anatoka na Michael. Hivyo Michael macho hapa yakamtoka tu. Mzigo unatuleta mpaka huko ofisini kwa principal. Huyu chairman wa shule amekuja hapa kuongea na principal. Huyu mwamba hapa ni baba yake na Janice na Janelle. Akawa anasema mabinti zake wanafanya vibaya katika masomo yao. Hivyo principal akaomba muda kama atalifanyia kazi hilo swala. Lakini pia chairman kuna taarifa akawa anampa principal wa shule. Akawa anasema uchaguzi wa uongozi wa shule umekaribia na yeye angependa kubaki kwenye hiyo nafasi yake. Principal akamtakia kila laheri kwenye huo uchaguzi. Na upande wa pili huku Miss Lydia yuko darasani na leo akawa anafundisha kuhusu haki za binadamu. Hivyo Miss Lydia akawa anauliza maswali lakini wamba wanagoma kabisa kujibu. Yaani hapa wanajifanya hawajui kabisa. Hivyo Lydia ikabidi awaachie homework waende kutafuta nini maana ya haki za binadamu. Baada ya hapo bibi huyu akasepa. Mida ya usiku huku nyumbani Lydia akawa anamsimulia Dani mambo yanavyoenda huko shule. Anasema amekutana na hicho kidada kinaitwa Kene, kinasema eti akiamini, na hapa Miss Lydia anasema yeye haamini mtu kabisa. Katika maongezi yao hapa ndipo tunapokuja kujua kama Detective Jonan ndo aliyemsaidia huyu Miss Lydia ili kupata kazi pale Folkestone High School. Alibadilisha utambulisho wake, hivyo akatengeneza na CV feki ili apate kazi tu pale shuleni, na hii yote ni kwa sababu bibi huyu anahitaji ushahidi juu ya kifo cha mdogo wake. Hivyo hapa mwamba alimsisitiza sana dada yake
anatakiwa kuwa makini sana, hatakiwi kumwamini mtu yoyote yule. Hivyo baada ya kupiga stori hapa, Mwamba akamwaga dada yake na kisha akaenda kulala. Na upande wa pili huku Detective Jonan kampigia simu principal na anasema kwamba kuna taarifa nzito sana wameipata kupitia uchunguzi wao. Anasema kwamba kuna mwanafunzi wako mmoja ana mahusiano ya kimapenzi na baba wa rafiki yake. Hivyo principal akashtuka sana, na hapa akauliza ni mwanafunzi gani huyo? Anaitwa Janelle, ana mahusiano ya kimapenzi na baba yake Michael. Hivyo principal akazidi kushangaa sana hii taarifa. Hivyo Mwamba akasema wanafunzi wako wana mambo mengi sana ambayo yako kizani, na hapa ninazo picha zao wakiwa pamoja, nitakutumia ili umbane, atatusaidia kuendelea kufanya uchunguzi zaidi. Na baada ya hapo Mwamba akakata simu. Sasa hapa Janelle anafanya mazoezi ya kudance. Huyu ni dansa bana, na katikati ya mazoezi yake Miss Lydia anamkuta hapa. Hivyo Janelle akazima redio. Unacheza vizuri sana, kumbe unajua kucheza kiasi hiki, unafanya nini hapa? Ngoja niende kwenye pointi. Unamjua Lita Okafa? Washakupa stori zake, alikuwa mwanafunzi mwenzetu hapa. Sawa, nataka kujua ukweli kuhusu kifo chake. Ukweli huyu msichana mpuzi. Msichana mpuzi? Unasema msichana mpuzi mdogo wangu? Niliona sura yako sehemu bana. Kwa hiyo natakaje? Hivyo Lydia akatoa zile picha za Janelle akiwa na mbaba wake, yaani huyu ni baba yake na yule Mwamba kuitwa Michael, na kisha akamuonyesha. Hapa Janelle akapagawa kishenzi, hivyo akaanza kumwomba msamaha Lydia asizipeleke popote pale hizo picha, kwa maana atadharirika hapa, na akasema atafanya chochote kile ambacho anakitaka. Lydia akasema asijari, hata zipeleka popote pale, na kisha akasepa. Hivyo Janelle akapagawa mno, hivyo akampigia simu mbaba wake akaomba haraka sana wakutane. Kweli bana, kesho yake ilipofika wakakutana kwenye gari. Kumbe kweli bana, huyu bibi Janelle ana mahusiano na baba yake Michael naambiwa. Hivyo Janelle akawa anamsisitiza sana huyu mzee waachane, kwa sababu yeye ameoa, na bibi Janelle anaona kama mambo yanaenda kuwa mabaya muda sio mrefu, lakini mzee hamuelewi, ni mgumu mno. Ndo kwanza hapa anaforce yale mzigo, na hapa ndiyo inakuwa mwisho wa episode 1 na episode 2. Mimi naitwa Brian DSM, mtoto wa Simba ni Simba. In case ni mara ya kwanza unakutana na hii channel, make sure una subscribe na kuturn on notification bell ili uwe mtu wa kwanza kupata episodes zinazokuja. Mzigo unaanzia darasani, na hapa kila mtu anasoma kivyake. Ghafla kuna huyu Mwamba huku nyuma. Mwamba anaitwa Emmanuel. Mjomba akaanza kucheka. Sasa Mwamba akawa anaonyesha na wanaye kile ambacho amekiona kwenye simu, na huku mjomba anacheka vibaya mno. Ikabidi Janice naye acheki simu yake, akakuta kuna huyu bibie ameandika kwenye group la darasa kama Janelle na baba yake Michael ni wapenzi. Yaani bibie katuma mpaka picha za ushahidi. Janice akamwambia naye Janelle naye angalie. Janelle baada ya kuziona hizi picha akapagawa vibaya mno, na huyu bibie anasema yaani siamini kabisa kama mmefanya hivi. Una mahusiano na babake Michael? Kivipi? Sijui. Hata ulikuwa unafikiria nini yani? Yaani Michael atakukasirikia vibaya mno. Na ukumbuka kama huyu bibie Janelle ana mahusiano ya kimapenzi na Michael. Kwa aibu kabisa, bibie Janelle akapaki vitu vyake na kisha akasepa. Akaenda moja kwa moja ofisini kwa Lydia. Akawa anamlalamikia sana Lydia. Kwa nini? Licha ya kumwomba sana asiposti zile picha, lakini bado Madam Lydia akaziposti. Sasa hapa Lydia ni kwamba haelewi kabisa huyu bibie anaongea nini. Akatoa na miwani kabisa hapo naambiwa, na kisha akaanza kumwambia aache kumuigizia. Najua kabisa wewe ndio umeposti picha zangu nikiwa na babake Michael kwenye group la darasa. Mimi hapa sikuigizii na wala sielewi kabisa unaongea nini. Na ukumbuke nilikuahidi kabisa sitavujisha kabisa hizo picha. Yaani Lydia akaruka futi za kutosha hapa kwenye msala. Ngoja kwanza niangalie. Hii ni mbaya sana kwako. Pole sana ise. Ila inabidi ujiandae kwa sababu muda sio mrefu principal wa shule ni lazima tu atakuita. Ataitisha kikao na wewe. Ila pole sana. Hivyo Janelle akaondoka hapa. Ila Lydia naye akabaki anajiuliza ni nani ambaye atakuwa ameziposti hizi picha kwenye group la darasa. Upande wa pili principal naye tayari bana ameshaziona zile picha. Hivyo akampigia simu chairman wa shule ambaye ni babake Janelle na Janice pia. Akamwambia kuna tatizo kubwa sana. Kwanza ni Janelle. Tumembaini kuwa ana mahusiano ya kimapenzi na rafiki yako kabisa Mr. Felix, na picha zao zimeshasambaa kila kona hapa shuleni. Kwa hiyo nakuomba sana uje ofisini kwangu sasa hivi. Simu ikakatwa. Hii ni Class of Secrets episode namba 3 na namba 4. Kama namba 1 na namba 2 hujaziona, basi zipo hapa kwenye chaneli yetu. Nenda pale kaitazame namba 1 na namba 2, kisha njoo hapa upoe na huu nyama kuanzia namba 3 na namba 4, na kisha tutaendelea tu wanangu. Lakini make sure umesubscribe na kuturn on notification bell ili unapata mizigo yote ambayo nakuwa naweka hapa. Mimi naitwa Brian DSM, mtoto wa Simba ni Simba.
Okay, sawa, ngoja tuanze. Baada ya muda mchache tu wazee wakawa wameshajaa tayari humu ndani na principal ndo alikuwa anaendesha hii kesi hapa ndani. Muda huo babake na Michael alikuwa amekaa kwa mauzuniko na huku anatikisa tu kichwa. Aibu kubwa sana imemjaa huyu mzee. Lakini chairman akasema ukiachana na hayo yote tunalimaliza vipi hili swala? Lakini mke wa Mr. Felix alikuwa mkali sana hapa na kusema kwamba eti mume wake amemvunja sana moyo. Na wewe nilikuwa nakuchukulia kama mwanangu, lakini leo umenilipa na haya. Sasa babake na Michael alikuwa ni katibu kwenye huu uongozi wa shule. Kwa hivyo principal anasema bodi ya shule imekaa na imeamua kumfukuza kazi. Na hapa principal wa shule akasema Janelle yeye hatafukuzwa shule ila atakuwa chini ya uangalizi wa Madam Lydia. Hivyo atafunzwa tabia njema. Baada ya hapo principal akafunga kikao. Na mida hii huku darasani masomo yakawa yanaendelea. Muda huu Madam Lydia alikuwa anamalizia kipindi chake. Ile anataka kutoka tu, mke wa Felix akaingia humu ndani bana. Akaanza kumuulizia huyo msichana yuko wapi na kisha akaenda moja kwa moja mpaka kwa huyu bibie. Wewe, nasema kama hili ni onyo la mwisho na kuonya kuhusu mme wangu. Sitaki kabisa kukuona tena na mme wangu. Hivi unanisikia? Kisha mke wa Felix akaondoka humu darasani na tena aliondoka kwa madaa mengi mno. Janelle kwa aibu kubwa akaondoka huku darasani. Hivyo Janelle akaenda kukaa huku nje kabisa peke yake. Hivyo bibie akawa anasoma message za watu kwenye group la darasa. Yaani hapa kila mtu alikuwa anampondea tu. Bibie akawa anazidi kuumia. Hivyo akawa analia mno. Na huku upande wa pili Ben, Michael na Janice wamba wanacheza karata huku laboratory. Baada ya dakika chache akatokea Janelle. Hivyo akaanza kumwomba msamaha Michael. Najua kama nimekukosea sana, tafadhali sana naomba unisamehe. Lakini Michael hataki kabisa kumsikia au bibie na hapa ni wa moto vibaya mno. Ben akasema nisiwe mwongo ila Janelle umezingua sana yani. Na wewe ulizani kwa ni mchizi atajisikiaje? Janice naye hapa akaingiza maneno yake. Hata mimi pia umenivunja sana moyo. Hivyo Michael kwa hasira sana akaamua aondoke hapa. Upande wa pili huku naye Kene akaenda kwa Miss Lydia. Nimekuja nataka kukuuliza swali moja tu. Sawa, uliza. Hivi kuna namna yoyote ambayo wewe unahusika na kuvuja picha za Janelle? Kwa nini labda umeamua kuniuliza hivyo? Hapana, hapa mimi sina sababu yoyote ila nilikuwa nataka tu kujua kwa sababu nakujali na wewe pia. Lydia akakataa na wala hakumjibu kabisa swali lake. Ile Ken anataka kuondoka, Madam Lydia akamwita na akamwambia usimwamini mtu yoyote kwenye hii shule, hata wewe pia hata usijiamini. Upande wa pili huku Janelle akakutana tena na Michael. Hivyo bibie akaendelea kumuomba sana msamaha mwamba. Yaani hapa bibie aliomba sana msamaha na tena kwa maneno mazuri na romantiki. Yaani bibie huyu alikuwa anatoka na mtoto na baba mtu kwa wakati mmoja. Inaumiza sana hii. Baada ya msamaha kuomba sana, Michael akakubali huu msamaha. Hivyo wamba wakasogezana karibu na likapigwa busu moja matata hapa. Lakini sasa hebu tujiulize hapa, kwa nini mwamba ameamua kukubali kirahisi hivi? Anyway, ngoja tuendelee, tutajua tu huko mbele. Mida baadaye Madam Lydia akapokea message kutoka kwenye namba ngeni. Na hii message ikamwambia kama atoke ofisini na wakutane nyuma ya shule. Kuna kitu muhimu sana anaenda kuambiwa. Wakati anasogea huyu bibie huku nyuma ya shule, Ben alikuwa anamfuata kwa nyuma na tena mwamba alikuwa anatembea haraka sana. Na Lydia baada ya kufika hili eneo la tukio akakutana na huyu bibie. Bibie huyu anaitwa Chioma. Kuna kitu nataka nikitoe moyoni mwangu nikwambie Madam Lydia kuhusu Lita, mwanafunzi mwenzetu aliyefariki siku chache tu hapa nyuma. Wakati wanaendelea kuongea wawili, Ken naye akawa anasogea maeneo haya. Mimi namjua aliyemuua. Unamjua? Haya, niambie ni nani aliyemuua? Sasa kabla hajamtaja, Chioma akamuona Ken. Hivyo Chioma akashindwa kabisa kumwambia Madam Lydia. Hivyo ikambidi aondoke tu hapa. Sasa hapa Lydia akawa haelewi kwani shida ni nini. Na yeye alipogeuka akamuona Ken. Hivyo akajua tu kama mchanaji wa mkeka ni huyu Ken. Sema kutaka mambo yawe mengi, akaamua kusepa tu hapa. Hivyo Michael naye akajisogeza maeneo haya. Hivyo mwamba akawa anatikisa kichwa kuashiria kama kuna taarifa ambazo alikuwa anazihitaji sasa hivi ameanza kuzipata. Sasa siku kadhaa mbele kuna huyu mwanafunzi alikuwa zake ana chati na akaingia kwenye moja ya chumba cha laboratory hapa. Hivyo bibie huyu alichokiona humu ndani ikamwacha mdomo wazi kabisa. Macho akamtoka sana, akaweka simu na miwani pembeni. Ndio tunaonyeshwa sasa kuna mwanafunzi hapa amelala chini na hapa tunaona damu tu. Na baada ya kumgeuza hivi kumbe ni Chioma bana. Yaani bibie amechomwa kisu cha tumbo. Hivyo ikabidi atoke haraka sana hapa kwenda kuita watu waje walete msaada. Baada ya dakika chache wanafunzi wengi sana wakajaa hapa laboratory. Hapa wote hawaelewi nini wafanye. Baada ya dakika chache akaingia Madam Lydia na principal. Yaani hapa wote macho yamewatoka na hawajui nini wafanye. Baada ya dakika chache akaingia nesi wa shule. Hivyo baada ya kumpima akagundua kama bibie huyu bado anapumua. Hivyo akawaambia
akamwambia waite ambulance haraka sana. Baada ya hapo principal akawapigia simu wazazi wake na Chioma kuwapa hii taarifa, kitu ambacho kinaendelea juu ya mtoto wao. Dakika chache muda huo polisi nao wakafika eneo la tukio, hivyo wakawa wanakusanya data ambazo wanaziona. Jonan akaenda kuongea na principal, na hapa anasema yule mtoto amechomwa na kitu ambacho kina ncha kali, lakini tumetafuta kila kona na hatujaona silaha yoyote ambayo imetumika. Hivyo principal akasema waendelee tu kukomaa na uchunguzi kujua nini ambacho kinajili juu ya huyu mtoto, na Mwamba akaomba kwenda kuwahoji wanafunzi, hivyo principal akamruhusu. Hivyo Mwamba akasogea mpaka huku laboratory ambako wanafunzi walikuwepo, hivyo akaanza kuwahoji hao wanafunzi. Cha kwanza kabisa ni nani ambaye alimuona Chioma kwa mara ya kwanza? Nani mwingine ambaye alimuona Chioma kabla ya leo? Kene akanyosha mkono, nilimuona Jumanne iliyopita akiwa na Miss Lydia. Hivyo Madam Lydia akathibitisha hilo. Jonan akauliza maswali yake yote, lakini hapa hakuna chochote alichokipata. Mida baadaye Lydia akawa anaongea na Jonan, akawa anamuelezea namna ambavyo Chioma alimtumia message kumuita nje, jinsi ambavyo alikuwa anataka kumwambia muuaji ni nani, na alivyoshindwa kuongea na kuondoka kama vile ameona mzimu. Anasema na yeye alipogeuka akakutanisha macho na Kene. Jonan akasema anahisi Chioma anamjua muuaji, ila kwa sasa hawezi kutusaidia kwa sababu yuko mahututi, lakini target yetu mpya kwa sasa atakuwa ni Kene. Hivyo akakubaliana watasuka mpango wa kumfuatilia Kene. Na huku upande wa pili Wamba hawana raha kabisa, wanaogopa namna ambavyo watu wanakufa kwenye hii shule ya kishua, na wao wasije wakaenda kimya kimya unaambiwa. Hivyo Mike akashauri kama Jumapili hii watoke out, waende art gallery huko wakaangalia warau hata picha tu, labda hiyo huenda itasaidia wao kuchangamka kidogo. Hivyo hao wote wakakubaliana tu na hilo wazo. Kesho yake Ken akampigia simu Miss Lydia na akamwambia yeye hana hatia kabisa kuhusu hilo tukio la Chioma. Hivyo Lydia akavua miwani na kisha akaanza kumchamba Kene na akasema amwamini kabisa na tena asije akamvuruga kabisa, na kisha akakata simu. Na upande wa pili huku principal anatoa taarifa kwa chairman wa shule kama kwa sasa Chioma anaendelea vizuri. Janice na Michael wakakutana pande hizi hapa, wakawa wanaongelea issue ya Janelle na baba yake Michael. Kumbe hao Wamba ndo walivujisha bana zile picha za Janelle akiwa na baba yake Michael. Sasa kumbe wakati wanaongea Ken akawa anawachungulia na akawa anasikia kila kitu ambacho kinaendelea hapa, hivyo ikabidi atoe na simu kabisa aanze kuwarekodi kwa ushahidi. Na hapa sasa ndo tunapewa story namna ambavyo ilikuwa. Kumbuka Janice na Janelle ni ndugu hawa, hivyo wanaishi nyumba moja. Wakiwa nyumbani Janice alishika simu ya Janelle ndo akakuta yale mapicha Janelle akiwa na mbaba wake, hivyo akayahamisha kwenye simu yake kimya kimya na kisha bibi akatulia. Na baada ya kufika huku shuleni alishindwa kabisa kuvumilia, hivyo bibi huyo akamwonyesha Michael. Yani Michael aliumia sana kwenye hili tukio, hivyo hakuamini kabisa alichokiona, hivyo akapanga kuzivujisha ili wamkomoe. Na ndio maana hata Janelle kumbe alipomuomba msamaha Michael ilikuwa ni rahisi tu kama amemsamehe, kwa sababu alijua kabisa toka mwanzo. Kwa hivyo leo hapa ndo anashauriana bana wamwambie tu ukweli Janelle kama wao ndo waliovujisha zile picha, lakini huyu mwamba Michael yeye bado hayuko tayari, hataki kabisa kutengana na Janelle. Kumbuka huo muda wote bibi Ken alikuwa na warekodi tu ambacho kilikuwa kinaendelea hapa. Siku kadhaa mbele Wamba wako laboratory wanasoma kwa ajili ya mtihani, hivyo Janelle akaingiza mada za Madam Lydia. Najua hamtaamini hili, lakini Madam Lydia ni dada wa damu kabisa wa Lita Okafo. Wewe yule si anaitwa Lydia Osama? Hapana, alibadilisha tu jina lake. Yani hapa amekuwa akituzingua tu, yuko hapa kwa ajili ya ushahidi wa kifo cha mdogo wake Lita. Hii taarifa iliwashtua sana hawa Wamba, lakini baada ya hapo wakaamua waipotezee tu, kwa sababu wao wanasema hawahusiki kabisa na kifo cha Lita. Hivyo akaendelea kupiga kitabu. Mida fulani hivi Janelle alikuwa anasikiliza mziki huko laboratory, hivyo akatokea Kene akampatia kikaratasi kimeandikwa fungua WhatsApp yako. Kweli bana, Janelle akafungua simu yake na baada ya kuangalia ni ile video ambayo huyu bibi Kene alikuwa amewarekodi wale Wamba wakikiri kama wao ndo walivujisha zile picha bana za huyu bibi akiwa na mbaba wake. Hivyo bibi huyu akapagawa sana, ikabidi aondoke hapa, akawafuata Michael na Janice. Hivyo akaanza kuwalalamikia kwa nini wamemfanyia vile. Hapa Wamba akawa anaomba tu msamaha, hivyo Janelle hakutaka kabisa kuelewa, ikabidi aondoke tu hapa. Baadaye Michael akamfuata Janelle akaanza kumwomba msamaha kwa kufanya vile, anadai kama alivujisha zile picha akiwa na hasira tu. Janelle akalainika, hivyo hapa hakuna mkate mgumu mbele ya chai, hivyo hapa likapigwa busu fulani hivi huyu kama mimi tu bana. Na hapa ndio inakuwa ni mwisho wa episode ya 3 na ya 4. Tukutane kwenye episode ya 5 na 6 ambayo itapanda siku ya kesho na itakuwa ni mwisho wa hii season. Mimi naitwa Bright DSM, mtoto wa Simba ni Simba. In case ni mara yako ya kwanza unakutana hii channel, basi hakikisha na subscribe mwanangu wa nguvu, ili uzidi kupata mizigo yote ambayo nakuwa naiweka hapa. Anyway, tukutane kesho mapema kabisa.
Hapa ndipo tulipoishia. Janelle aligundua kama Michael na Janice ndio waliovujisha zile picha zake bana, yaani bibie aliwawashia moto sana. Baadaye Michael akaenda kumwomba msamaha na hapa wakapigana mabusu fulani hivi ya kuwaleta kati. Bana, najua hata wewe ambao unatazama ungetamani kama hili busu likukute siku ya leo, lakini wewe kama mimi tu. Anyway, ngoja tuendelee. Hii hapa ni Class of Secret episode namba 5 na namba 6, na kama ukuona episode za nyuma basi rudi moja kwa moja kwenye akaunti yetu, hapo zipo na nishaziposti kitambo sana. Anza ya kwanza na ya pili, ya tatu na ya 4, hapo nakutana ya 5 na ya 6 ili tuweze kwenda sawa mzee. Kama ambavyo Wamba walipanga, kama Jumamosi wataenda Art Gallery kuangalia picha, hivyo safari yao ikawa imewaleta mpaka hapa Michael, Janelle, Janice pamoja na huyu mwamba kuitwa Ben. Hivyo wajomba wakapiga mpaka picha ya ukumbusho. Sasa mzigo unatuleta mpaka siku kadhaa mbele. Wamba wako darasani na huyu Madam Lydia anamalizia kufundisha hapa, hivyo akawaachia kazi. Sasa wakati Madam Lydia anaaga ili asepe, huyu mwamba akaanguka chini, hivyo wajomba akasogea haraka sana hapa kumcheki nini ambacho kinamsibu huyu mwamba, na hapa hata hawaelewi jamaa amepatwa na nini. Baada ya dakika kadhaa nesi wa shule akaja akamcheki akamhudumia. Hapa ndipo mwamba akakaa poa. Emmanuel, nesi anasema haupumziki vya kutosha, yaani haulali kabisa. Hivi una shida gani? Hembu niambie shida yako ili nijue na kusaidiaje. Muda huo mwamba hapa ongei chochote kile, hivyo Madam Lydia akaona amuache kwanza. Ile Madam Lydia anasepa tu, mwamba akaanza kulia, hivyo Lydia ikabidi arudi tena mpaka hapa kitandani. Hivyo Madam akakaa msikilize, shida nini? Mwamba akawa anasema babake na mama yake wana ugomvi mkubwa sana huko nyumbani. Sasa hii kitu inakuwa inamkata sana, inamkarisha na mawazo muda mwingi. Sasa Madam Lydia baada ya kusikia vile ikabidi anze tu kumtuliza mjomba, na kisha akamfariji kwa maneno mazuri kama atulie tu na kila kitu kitaenda sawa. Na baada ya hapo Madam Lydia akaondoka akaenda moja kwa moja mpaka ofisini kwa principal, na hapa akawa anampa taarifa kama Emmanuel kwa sasa anaendelea poa. Na hivyo principal akawa anauliza maendeleo ya wanafunzi wengine ni namna gani wamejiandaa kuelekea kwenye mtihani wa taifa, na hapa Madam Lydia anasema maandalizi yao ya kupoa tu na watafanya vizuri. Na huku upande wa pili ni huyu mwamba Ben na Kene. Hivyo mwamba akawa anamuuliza Kene kama kuna taarifa yoyote mpya, lakini Kene anasema hana taarifa yoyote ile mpya kwa sasa, na anasema anashindwa kumuingia na hajui hata anawaza nini, na anasema hajui kabisa mipango yake. Sasa kumbe huyu bibie Kene pamoja na huyu mwamba Ben wanashirikiana kumchunguza Madam Lydia, na muda huo Madam Lydia anawapata vizuri kabisa kupitia hapa dirishani. Kila kitu ambacho walikuwa wanakiongea hapa basi Madam Lydia alikuwa anakisikiliza bana, lakini upande wa pili Ben hamwamini kabisa Kene kama hana taarifa mpya. Hivyo Ben akaanza kuongea maneno ya kumkela ili aongee, na anasema ulimsaliti rafiki yako kabisa kwa kunipiga busu mimi. Hebu usiseme hivyo, usiseme hivyo kabisa. Najua kama lile busu lilikuwa ni kimakosa tu, sikufanya kwa makusudi kabisa. Eti kimakosa? Mbona ulinipiga kabisa na lilikuwa ni busu la upendo kabisa. Hapa ndipo tunarudishwa nyuma, hilo busu lilikuwaje? Kweli bana, Wamba walikutana wakavutana katikati, hii inaitwa zero distance, wakawaleta kati, na hili busu lilikuwa la moto vibaya mno. Lakini Kene alijitoa katikati ya hili busu akamsukuma mwamba na kisha akasepa zake, lakini bado Kene anakomaa kama lile busu lilipigwa kimakosa tu. Na hapa Ben akawa anashindilia kama Kene lile busu alilitaka mwenyewe. Sasa hapa kwa hasira Kene akasema hatampa taarifa Ben kwa sasa, taarifa yoyote kumuhusu Madam Lydia. Na ukumbuke muda wote huo Madam Lydia yuko hapa dirishani na anawapata mubashara kabisa. Hivyo Madam Lydia akawa na connect dot hapa, na hapa ndipo picha inamjia. Kumbe muda wote huo Ken alikuwa anatumiwa na Ben kupata taarifa zake. Sasa hapa Ben na Ken wakashindwana, hivyo Ken ikabidi asepe zake tu hapa. Sasa mzigo unatuleta mpaka huku nyumbani. Lydia, Detective John pamoja na huyu mwamba Dan wapo mezani, na Madam Lydia anawapa kilichotokea leo huko shule, na anasema inaonekana kabisa kama Ben sio mtu mzuri, na kumbe alikuwaga na mchiti mdogo wangu na Ken. Hapa Detective naye akachafua hali ya hewa, na anasema mdogo wako Lita alikuwa ni mjamzito kabla hajafariki. Wamba wakaanza kushangaa bana. Kweli daktari aliyepima mwili kwa mara ya mwisho alipewa pesa nyingi sana kuificha hii siri, lakini askari mwenzangu alimtafuta daktari mwingine, ndio tukapata vipimo vingine kimya kimya. Sasa nani ambaye alimlipa daktari ili afiche vipimo? Polisi akasema ni baba yake Ben, hivyo meza nzima wakapagawa. Hebu ngoja tuone hapa ukweli uko wapi. Sasa kama mdogo wenu alikuwa ni mjamzito, mnahisi nani anahusika? Ben. Na mnahisi nani ambaye angemuua Lita ili kuficha ili tukio la mimba? Ni huyo Beni. Sasa huyo ndio mtumiwa wetu namba
namba moja, na pia huenda naye anahusika kwenye tukio la kutaka kumuua Chioma. Lydia akasema kuna washikaji watatu ambao atawabana ili wamsaidie kupata ushahidi, yani Janice, Janelle na Michael. Sasa mzigo unatuleta mpaka kesho yake huku shule. Madam Lydia akakutana na mama yake Emmanuel, akawa anampa taarifa za mwanaye kuzimia darasani. Hivyo bi mkubwa hapa akaomba kuonana na mwanaye, na hapa alipokutana akawa anamuomba sana msamaha, akawa anampa pole na akamwahidi kama matatizo yao yote watayamaliza yeye na baba yake, na kisha akamuaga, na baada ya hapo akasepa. Hivyo Ken naye hakuchoka, bado anaendelea kumpekua Madam Lydia, lakini Madam Lydia hataki kabisa shobo sasa hivi na Ken. Na huku upande wa pili Ben ana mawazo kibao, yani mwamba amepagawa vibaya mno. Sasa hapa ndipo mzigo unaturudisha nyuma. Stori ilikuwa hivi, kumbe kweli bana, Ben alimpaga mimba Rita, na yeye ndo aliyemuua baada ya Rita kugoma kutoa ile mimba, na akawaambia kabisa wazazi wake madhambi aliyoyafanya. Akamwomba kabisa mzee wake amsaidie kwa namna yoyote ile. Mzee aliwaka sana huu usiku naambiwa, yani hakutaka kabisa kumwelewa. Ni roho gani mbaya ulionayo wewe mtoto? Mama naye kwa hofu kubwa sana ya kuhofia kumpoteza mwanaye akawa anamtetea sana Ben, lakini mwisho mzee akakubali kumsaidia. Akachukua simu akawapigia watu wake wa karibu kurekebisha hili swala. Huku nako Lydia akawafuata hawa Janice, Janelle na Michael, nahitaji msaada wenu jamani. Hivyo hapa wakakaa bana kuanza kusuka huu mpango, na Madam Lydia akawapa mkanda mzima, wala kuficha chochote kile. Kwa hiyo nataka kusema Ben alimpa mimba Rita na akamuua ili afiche uhalifu wake. Hapa Madam Lydia yeye akawa anatikisa tu kichwa muda wote. Kwa hiyo sisi tunasaidiaje hapo? Kwa sasa tunahitaji kwanza ushahidi, na unajua kabisa silaha aliyotumia kumuumiza Chioma ni lazima bado anayo, inabidi tuipate. Yani siwezi kuamini kabisa kama Beni ni katili namna hiyo, na hata hivyo nitakusaidia tu kupata ushahidi. Asante sana Janice. Alafu Janelle, nahitaji uanzishe romance, posti kwenye group la shule na useme tunamfichua muuaji Ijumaa ijayo. Halafu nyie wawili hakikisheni mnapata ile silaha aliyotumia kumuumizia Chioma. Kusanyeni na ushahidi wote ule ambao mnahisi mnaweza kuupata. Hapa mipango ikasukwa. Basi bana, siku inayofuata Janice akajaribu sana kujipendekeza kwa Ben ili walau apate taarifa zozote zile kutoka kwa huyu mwamba, lakini mwamba muda huo ana mawazo kibao naambiwa. Na hapa mwamba akawa anajiuliza afanye nini, kwa maana ameshaona hata yeye muda sio mrefu kweli utajulikana. Na huku upande wa pili, kituo cha polisi, kuna taarifa imetoka ngazi za juu kabisa kama kesi ya kifo cha Rita Okafo imefunguliwa, hivyo wanaweza kuendelea na uchunguzi. Detective John akampigia simu principal kumpa hizi taarifa za kifo cha kesi ya Rita Okafo. Kwa hivyo polisi hawa watakuwa wanafanya uchunguzi pale shuleni, hivyo principal yeye akawatakia tu kila laheri. Baada ya siku kadhaa kupita, Madam Lydia akakutana tena na vijana wake wale watatu, hivyo akawa anawauliza wamepata nini. Hivyo Michael akatoa kisu kimejaa damu vibaya mno, hivyo akampatia Miss Lydia. Umekipataje hiki? Hasa hapa mwamba akaelezea namna ilivyokuwa. Alipokuwa chooni akapata hisia tu kama kuna kitu kitakuwa kimefichwa humu ndani. Alivyofungua choo akaona sasa hicho kisu bana. Hivyo hapa wote wakashangazwa sana. Hivyo Madam Lydia akawaaga na akasema watakutana Ijumaa wiki ijayo, na kisha akaondoka na kile kisu. Na siku kadhaa mbele, wamba wakiwa wametulia huku darasani, mara taarifa za muuaji wa kifo cha Rita zikaanza kusambaa. Na hapa bado taarifa haijamtaja ni nani muuaji wa kifo cha Rita Okafo. Na hapa Mange Kimambi anasema muuaji wa kifo cha Rita Okafo atawekwa hadharani muda mchache ujao. Na hapa anasema muuaji ni mmoja kati yetu na anatoka humu darasani. Kwa hivyo tulieni tu na muwe na subira, mtamjua siku sio nyingi. Hapa Beni alipagawa kinomo naambiwa. Na hapa mwamba akaanza kujiuliza au tayari wameshamgundua kama muuaji ni yeye. Na muda huu principal akiwa ametulia huku laboratory, Madam Lydia anakuja. Akaanza kumwambia ukweli principal, kwa sababu kesi ya mdogo wake imeshafunguliwa tayari, hakuna haja ya kujificha tena. Na akasema mimi ni dada yake Rita Okafo. Hivyo principal akashtuka na akavua mpaka miwani yake. Nilibadilisha jina langu la mwisho ili niweze kupata kazi hapa. Jina langu halisi ni Lydia Okafo. Nimekuja hapa kukupa taarifa kwamba naomba ukae mbali na hii kesi mpaka uchunguzi utakapokamilika. Na hapa principal anasema mbona yeye hawezi kufanya hivyo, na anaweza kusaidia endapo kama wakihitaji msaada wake. Hivyo Madam Lydia wala hakutaka mambo mengi, akanyanyuka na kisha akasepa. Na kweli bana, siku ya muuaji kujulikana ikawa imefika. Sasa hapo unahisi muuaji nani na itakuwaje? Hapa Mange Kimambi akaandika kwenye grupu la darasa, nendeni paredi pale mtamkuta muuaji na amekaa peke yake. Hivyo wamba wakatoka nduki kutoka huku darasani kuelekea paredi. Kufika hapo wanakutana na Ben, hivyo wamba wakaanza kumshangaa mchizi. Na hapa mwamba ndipo akajua kama tayari wamba wameshamjua. Na hapa mwamba akaona tu aseme tu ukweli, na hapa akaanza kuelezea. Stori iko hivi, Rita alimletea mwamba taarifa kama na ujauzito wake, na hapa mwamba akawa anamforce Rita akubali kama wautoe ujauzito. Rita akagoma kabisa
Hapa mwamba hasira ikampanda na akamsukuma mpaka chini gorofani, na hapa akaelezea namna ambavyo alijaribu kumuua Chioma kwa kisu, lakini ndo hivyo tu, Chioma na Mungu wake hakufanikiwa kufa. Na mwamba anasema alifanya vile kwa sababu Chioma alikuwa anaujua ukweli wote na yeye alikuwa hataki kabisa ajulikane. Dakika hizo hizo polisi wakatimba mpaka hapa, hivyo wakamchukua mwamba, na hapa ni gerezani moja kwa moja kwa mauaji ya Lita Okafo, na hapa wakamkamata mpaka babake Ben kwa kuhusika kuficha uhalifu wa mwanaye. Na wiki kadhaa huku shuleni maisha yakawa yanaendelea kama kawaida, na hapa wamba wakawa wanajiandaa kwa mtihani wao wa taifa. Na huku upande wa nje kuna haka kamisi bana kanafika hapa shuleni na kanaonekana ni kageni kwenye hii shule, na tena kinaingia kwa madaa mengi mno, na washikaji wakawa nakishangaa hiki kisichana kimekuja kufanya nini hapa na kitakuwa ni kinani hiki. Na hiki kisichana kinasema kwamba kimekuja kulipiza kisasi kwa maumivu yote kiliyoyapata hapa Folkestone High School. Na hata mimi mwenyewe ukiniuliza hiki kisichana ni kinani, hata sikijui kwa kweli, nisije nikawaongopea bure. Majibu yote tutayapata season 2, ila kwa sasa season 1 tayari tumeshaimaliza, na kama bado hujaitazama anza mwanzo kabisa, ili season 2 nitakavyokuwekea hapa tuweze kwenda sawa. Huu mzigo umekuwa mtamu sana, Class of Secret. Mimi naitwa Bright DSM, mtoto wa Simba ni Simba, na in case ni mara yako ya kwanza unakutana na hii channel, hakikisha na subscribe na kutani on notification bell ili uwe mtu wa kwanza kupata simulizi zote ninazokuwa naweka hapa. Tukutane season 2 mzee.